Mimi mwanamke mume wangu. Na sijakuja hapa kupika, kufua, kuosha vyombo, lakini nataka haki yangu ya ndoa. Hizo kazi hata au sijao naweza akafanya. Kuna nini hapa? Wewe naongea na wewe. Una mimba? Nimetoka kwa Sabla. Mamake ameniambia kuwa Sabla ni mjamzito. Lakini akiuliza tena kumwambia ukweli mamake kuwa mimba ni ya nani? Sabla mjamzito? Sasa Sabla, nimesikia kila kitu kwamba yeye ni mjamzito japokuwa ukutaka kuniambia. Naomba nielewe kitu kimoja. Naomba hiyo mimba usiitoe kama nilivyosikia maneno kwamba una uhitaji wa kuitoa hiyo mimba. Na ikatokea hiyo mimba ukaitoa, nisikize kitu kimoja Sabla. Mimi naye mahusiano yetu yataishia hapo. Na sitaki maneno mengi juu ya swala hili. Samahani, unaongea na mama yake Sabla. Hapo. Mama Sabla? Pole, pole. 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 Da, kaka, kama movie vile. Yaani ndo nimpate Sabla. Uwezi amini. Yaani nimejikuta sina hamu kabisa mapenzi na mke wangu. Au Sabla anakupa vitu tofauti? Hapana, yani hajazidiana sana lakini nampenda sana Sabla. Alafu kaka, nilisikia kuwa Sabla ni mjamzito kweli? Ni kweli ulichokisikia? Hongera Sabra. Miezi sio mingi naona shoga yangu enda kuitwa mama. Ni kweli rafiki yangu mwenzako na mimba, lakini mimi naogopa. Unaogopa nini wakati ni jambo jema? Mimi mwanzako kila siku nahangaika na ililia hata hiyo mimba. Alafu nimekumbuka. Hivi mama alivyokuuliza juu ya hiyo mimba ulimtajia mimba ni ya nani? Pole, pole. Pole. Ujauzito ni wa kwangu. Na hiko ndo kitu ambacho kinafanya nimpende sana Sabla. Kwa sababu kabeba damu yangu pale. Kuna time natamani hata nimpigie simu niongee naye. Lakini nashindwa kutokana na kile nilichokueleza nyuma kilichotokea. Kwa hiyo naogopa sana. Pole, pole. Pole. Kaka, haupaswi kuogopa. Wewe mpigie simu afu msikilizie. Kaa sauti ya mamake unakata simu. Ila kweli. Subiri kwanza tupige hapa. Tumsikilize. Kwa rafiki yangu mama aliniuliza kuwa hii mimba ni ya nani, lakini sikumwambia. Ndio hapo nawaza rafiki yangu mimi hata sielewi. Halo. Sabla. 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 Halo. Na shida naye muhimu sana ni. Tena kama ikiwezekana naomba tuonane sasa hivi pale katika ule mwembe ngongo. Aya sawa. Sasa hivi. Aya poa. Basi rafiki yangu mimi nikuache. Nielekee kwanza nyumbani. Mbona una haraka hivyo? Mpigiwa simu na nani? Mama amenipigia simu hapa. Amesema kuwa kiberiti akioni. Sasa mama yangu si unamjua tena anapozeeka vibaya. Yaani ni msumbufu. Ngoja tu nikamuoneshe. Baadaye tutaonana rafiki yangu. Haya sawa rafiki yangu, baadaye. Haya poa. Okay, mchana mwema.
Nimesikia Sabla kwamba ni mjamzito. Kweli mimi ni mjamzito, lakini naona kama vile tukiitoa hii mimba ndio itakuwa sahihi, au wewe unaonaje mwenzangu? Yaani swala la kutoa mimba mimi silifikiri kabisa kwenye akili yangu. Kwa sababu hapo unavyoniona mimi natamani sana kuitwa baba, na ukizingatia mke wangu Nelisa kizazi chake kinasumbua vibaya mno. Kwa hiyo swala la kutoa mimba mimi sijaliafiki kabisa kwenye akili yangu. Naomba hiyo mimba wewe ilee na itunze, mtu yote asijue kama hiyo mimba mimi ni ya kwangu. Ila baki jacho wewe mbishi sana unajua. Nisikilize. Mama, yani hataki kabisa mahusiano yako wewe na Nelisa yavunjike. Kwa hiyo ndio maana ameniambia mimi nitoe hii mimba ili ndoa yenu iendelee kudumu. Naomba hiyo mimba usiitoe. Hiyo mimba endelea kuilea hivyo. Najitahidi iwe siri kati yangu mimi na wewe. Na kama ikitokea hiyo mimba ukaitoa, ni kuahidi kitu kimoja tu. Kutakuwa hakuna umuhimu kati yangu mimi na wewe. Sijui unanielewa? Haya mapenzi nikona unaipenda haendi mbali. Utamu wa mapenzi nikona unaipenda anakujali. Unakuwa ndo langu kimbilio, kibanda nishajenga nishaweka na uzio. Wajua weno langu kimbilio, kwingine soni tena naziba na masikio. Baada ya kulia sana Mola kilio changu amekisikia, akanipa kazi ya kufanya na mke mwema amenipatia. Napenda, mimi napenda kwake sing'oki, sing'oki. Napenda na yeye ananipenda, ndo maana nichoki na mimi simchoki. Nipe, nikupe, nipe, nipe, nikupe mama. Pole, pole, pole. Mama. Naona kama mwanangu. Haya mwanangu, anasema yuko nyumbani. Si nyumbani mama, wote ni wazima, lakini japo sio wazima sana. Mama bwana, mimi nimekuja. Nyumbani kwangu mama kuna matatizo. Yaani nyumba yangu naona kabisa inawaka moto. Kiukweli mama, mwanao simuelewi. Tena mama simuelewi kabisa. Maana mwanao mama, kipindi tunaanza mahusiano na sasa hivi jinsi tulivyofikia, vitu viwili tofauti. Mama, mwanao nikisema haki yangu ya ndoa alikuwa ananitimizia. Lakini siku hizi kitendo cha kumwambia tu mume wangu nahitaji haki yangu mimi ya ndoa, mama mwanao anakuwa mkali. Na siku kama vile namfukuza pale nyumbani, anachukua kama ni jembe, kama ni shoka, anaondoka. Kurudi usiku. Kila ninaposema mama mwanao hanisikii wala nielewi mama wangu. Mimi nimechoka kiukweli. Je, basi mama ukata na mwanao muelezee. Sasa yani uende tu mama wake mzazi atakuelewa. Maana kama mimi tu mke wake naongea, hanielewi mama wangu. Naomba nisaidie kwenye hili. Pole sana mwanangu. Hani hali hii imeanza lini? Takriban mama ni miezi mitatu. Ila siku hizi hali ndio inazidi, yani mama inazidi. Kila siku hali inazidi kuwa mbaya kwa mume wangu.
pole, 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 pole. Mkuu, naomba unisamehe. Nimekuja kwako, naomba unisamehe kwa yale niliyokosea. Ninajua nimekukosea pakubwa sana. Naomba unisamehe mkuu. Ulivunja makubaliano. Unakumbuka tulikupa masharti gani? Nisamehe mkuu. Nimechelewa kumkinga mwanangu, mpaka sasa ni mjamzito. Hakuna njia pekee ya kukusaidia. Njia pekee ya kukusaidia, hiyo mimba itolewe kabla ya siku 40, na uchafu wote ukusanye ulete siku hiyo hiyo ambako mimba itakapotolewa. Odi mundani. Mama Sabla. Mama Sabla. Sasa kwa nyuma hapo nimwangalie kwanza. Mama Sabla. Mama Sabla. Habari ya saizi ndugu? Safi kwema. Kwema, habari ya kushinda? Salama. Za nyumbani huko. Safi bwana. Mwenzangu hapa nimetoka nyumbani kwako huko. Ndiyo. Nimeshauri pale we. Kimya. Ndiyo. Sija kukuta wewe wala mwanao Sabla. Mama we, nimetoka kwa mkuu. Kuna nini tena? Mwanangu Sabla mjamzito. Na nipewa masharti asizae kabisa yule, hatakiwi tu kuzaa. Hayo makubwa rafiki yangu. Sasa unafanyaje? Yaani hapa sina njia nyingine. Natakiwa nimtoe tu mimba, na kutoa mimba sio jambo jepesi ndugu yangu. Sijui nini kitatokea mbele ya safari. Kwani yeye mwenyewe Sabla alishakwambia mimba hiyo ya nani? Nilimuuliza mwanangu Sabla ujauzito wa nani? Hakuniambia kabisa. Lakini hapo hapo kuna mtu alipiga simu. Akasema mimba hiyo usitoe, na kama utatoa hiyo mimba mimi nitakuacha. Lakini sikumfahamu kama ni nani. Na yeye alijua anaongea na Sabla, lakini alikuwa sio Sabla. Nilipokea mimi ile simu ya Sabla. Makubwa ya shoga yangu. Kumbe ndio ilivyokuwa. Ila sasa hapo shoga yangu, yaenda kwanza mwambie Sabla akae na utayari. Yaani akae na kujua kwamba iko kitu kwamba kinatakiwa ufanyeje. Umeona? Sawa, mimi nashukuru. Haya shoga yangu, utapokuwa tayari unahitaji msaada wangu, utanifuata mimi nitakusaidia, bega kwa bega shoga yangu. Haina shida ndugu yangu. Yaani wewe kama ndugu mimi siwezi kukutupa. Basi sawa. Kae kati chini na mtoto, muelezane. Haya mimi naenda zangu nyumbani. Haya ndugu yangu. Haya bwana. Haya.
Sabla, chukua dawa unywe mwanangu. Usiogope ili kutunza heshima mama yako hapa kijijini. Lakini mama, mimi naogopa. Unaogopa nini mwanangu? Kunywa. Wewe nawe. Mpaka watu wote wajue hapa kama unataka kunywa nini. Mama, lakini mimi naogopa kwa sababu nilishakatazwa. Nitakufa mimi. Huwezi kufa mwanangu, kunywa bwana, kunywa. Kunywa. Kunywa mwali wangu, jitahidi. Sabla. Pole, 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 pole. Pole, 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 pole.